Ngumu, unajua ni vizuri aende mahali anaona atakuwa na furaha. Ni kweli? Ni kweli. Itakuwa ngumu kwa huyu chief? Itakuwa ngumu kukumbali tena, kwa sababu alikuwa amejua, shajua sasa hakuna kitu kingine ambacho sababu mlikuwa mmemuua mzee wako. Na zaidi, kabla hata tutoke hapo, kuna njia nyingi ambazo mlitumia diposa mumuondoe huyu. Mkasema mwekee sumu. Hiyo ilikuwa agenda yenu? Najua unauliza nimejuaje. Ndio nashangaa. Mkajaribu kwa simu, kwa sumu. Chifu ndiye alitoa hilo. Alikuwa na hiyo agenda. Akasema ni atafute kitu, waite huyu kwa mkahawa. Ndio. Anunue mtu mpishi. Akamwekee sumu kwa kikombe cha chai. Ndio. Nami nikaona hapana, kwa sababu ni mume ambaye nimeshapata naye watoto. Ndio. Siwezi nikafanya jambo kama hilo. Bado uko na ule moyo wa kuwa ni yeye baba mtoto, ni yeye baba watoto. Lakini kwa zaidi ya yote mkatumia njia nyingine ya kumpitisha, kwa sababu unajua huyu mtoto alikuwa mtoto mdogo huo wakati, umri miaka 8, miaka 7 pale. Alikuwa 8. Alikuwa miaka 8. Huo umri mkajua hiyo agenda mkipitia, ama nani alikuja na hiyo agenda? Chief. Na mkacompile. Sababu chief kwa sababu chief aliona huyu ni mzee ambaye alikuwa na bidii sana. Ni kweli au si kweli? Ni kweli. Mbona ukapendezwa na vitu za nje ila umshikilie bwanako mkono? Hakika hiyo ni haki? Sio haki, lakini kuna mzee pia alikuwa na makosa yenye alikuwa ananitendea. Pia napenda kujua Regina ni nani? Regina, naona mlishirikiana kwa njia moja au nyingine. Naona kuna mahali mlikoenda mkaambiwa maneno 2 matatu. Ndio. Regina ni nani kwako? Regina ni mganga. Huyu mganga wa wapi? Mlikuwa mnaenda kwa uganga kufanya nini? Tulikuwa tunaenda kwa uganga. Na je, kuwa mara ya kwanza, mara ya pili, hiyo ni jambo ambalo limekuwa likifanyika? Ilifanyika mara 3. Mara 3. Ndio. Kwa mganga mlikuwa mnaenda kufanya nini? Mtoto alikuwa anasumbua na shule. Zaidi ya kusumbua na shule, bado mlikuwa mnamwingililia mzee. Na pia mkapeleka majina ya watoto wako. Anataka mzee asirudi. Aage, alafu tupeleke Lang'ata. Jesus. Alafu ulikuwa tu bado tu uko sawa. Bwanako afanyiwe hiyo. Ilikuwa tu hasira, ilikuwa hasira gani? Alikukosea na njia gani? Ulikuwa na hiyo hasira. Mpaka land. Chief ndiye alikuproposia muuzie kijana wake, ama ilifika aje ikakuwa hata kama uheshimu dad, umepanga kuuza pali ulitoka kwenu ukaolewa kwa hii boma ukauza, ilikuja aje kwa your mind uuze tu nyumbani kwetu? Chief aliniambia tuuze hili shamba. Kwa wewe una huyu mzee asipatikane. Wewe una akili ya kujua hii kitu ni bana, hii ni mzuri. Sasa watu wa kwenu wakijua ulikuja kuolewa dini, ukaweka bwanako ndani, ukauza, hata hauna hai ni sasa, hata utoke huku, hata ungeuza alafu utoke uende kuolewa mbali. Unatu ni hapa tu. Hata si majirani wangu wanashindwa sasa, na nilisikia mama Zuyu mkubwa. Mzee alikuwa kusumbua. Hata mtoto akimtetea mzee alikuwa kusumbua sana. Alisumbua nini? Mzee alikuwa anasumbua sana. Kwa nyumba hakuwa mtu akutulia. Hakutulia huyu mzee. Kumaanisha nini? So ndio mkakuwa na hiyo idea mpaka unataka kumuua. Kuwawa ama kuwekewa sumu ama kupua poison, hiyo ilikuja kutoka kwa sub chief wakati aliyetaka sasa. Na wewe ukamkumbaliana na hayo? Hauna akili ya kuona hiyo kitu ni mbaya. Katika hiyo yote uliambiwa, hakuna yenye moja uliambia chief this is halistahili, hii ni mbaya. Sikumwambia chochote, nilimwambia hiyo ni sawa. Sababu amekubebea akili, si ndio? Aliweka akili mfukoni. Asante, sina shaka na hilo, sina shaka hilo. Aya, sababu ukweli kuhusiana babake Steven ya kwamba alipelekwa jela kwa jambo halikusudiwa, na ukweli ni Mungu amesimama, na ukweli umekuwa na haki yake
imepatikana sasa hivi, hako huru. Una lipi la kumwambia kabla tuingie katika mali yake? Ndio huyu hapa. Ulikusudia ya kwamba atarudi, ndio huyu hapa. Una lipi la kumwambia Baba Susan? Hapo nyuma ulisema ya kwamba roho yako imefunguka kumsameha. Aliyekufanya uende pale jela kwa hiyo miaka yote ni huyu hapa. Naomba mkuwe na mazungumzo. Aswa tukiwa hapa sisi wote tunasikia mwanao akiwa hapa. Ni lipi ungependa lifanyike? Mimi nilikuwa na roho kumsamehea, lakini nimepata mali yangu yote tayari ashaki. Ndio. Na akakiri hapa kwamba alishaolewa. Ndio. Akakiri ashaolewa. Akakiri kwa ashaolewa na bwana chief. Ndio. Sasa inakuna roho nzito. Ndio. Ya kumsamea. Naijua ya kwamba hayo mambo haujayachukulia kwa urahisi. Sio jambo rahisi, ambaye ni mke wako, mmeoana kwa hizo miaka, mwishowe anakuja kusema ya kwamba lilifanyika hivyo na hivyo ndivyo ilivyo. Na kauza kila kitu, ng'ombe. Ndio. Mji wangu amesambaratisha. Haya sasa, haya tabia zake zina maadili gani kwa watoto wangu? Hiyo ndio swali kuu. Watakuwa na mwonaje? Ndio. Sasa unaona hiyo watoto wamebaki na ile mzungu anaita ska ndani ya roho zao. Ndio. Roho zao. Ndio. Ni chifu anakupigia. Chukua simu ya mumeo chifu. Hello. Naam. Sasa na roho ngumu, unajua ni vizuri aende mahali anaona atakuwa na furaha. Ndio. Kuliko kujilazimisha kwa ile ndoa ambaye haina furaha, kwa sababu ule uchungu bado huko, na naona nitaanza upya tu tena maisha, kwa sababu kuanza kukimbizana na ile shamba ndio lirudi kwa mikono yangu. Ndio. Jenga tena. Itanichukua muda na gharama ambaye amesababisha kwa sababu ya chifu. Ninaamini ya kaka, haki yako itarudi. Mambo na shamba usiwe na shaka na hilo. Mama Susan, aliye bwana yake ni huyu. Naomba umkiri ya kwamba hakika ulioleka na uko tayari kurudiana naye. Na hu tayari, kabla tufike hapo, hu tayari kumwomba msamaha kwa yote ambayo uliyatenda. Akili tu, lakini si lazima arudie dad. Asione kama anamfanyia favor daktari. Ndio. Asione kama tunamlazimisha, lakini vitu alifanya. Na hizo land anaongea na kiburi, aliuzia mtoto wa chief. Ndio. Wapendane kivenye wanapendana, lakini vitu za dad zote arudi. Sina shaka na hilo, haki yake na ataipata. Ndio. Utayari kuomba msamaha? Ndio. Baba Steven. Utayari kusameha? Mimi daktari, kitu yenye naona hapa, huyu tayari ashamesa. Ndio. Aidha wasameana wakatae kusameana. Ndio. Mimi kitu yenye hapa naweza request huyu mzee apate haki yake. Ndio. Hii shamba irudi. Ndio. Kama mzee wako willing kukaa hapa ama sababu si huyu kuna shamba ingine anasema zui iko pahali na ijulikani ni wapi. Kuna uwezo wa kutuambia pahali iko. Hiyo msiwe shaka nalo. Atupee makaratasi. Ndio. Mzae walikula na chief, munirudishie ama mnionyeshe kitu mlifanya naye. Mimi kitu yenye naweza request hapa ndio tusiharibu wakati. Mzae. Naam. Uko willing kukua kwa hii shamba? Shamba ni langu. Yeah. Na hapa ndipo nimelelea watoto wangu. Yeah. Hapa ndio kwao. Sawa. So mzae shamba ni yake hata kama iliuzwa. Ndio. Kitu yenye naona hapa huenda kutakuwa na aibu after ameamua kukaa hapa, alafu huyu bado anakaa kwa chifu hapa juu. So ndio I think sijui naweza kutoa maamuzi ya hasira. Kitu ya kwanza, hii shamba irudishwe. Ndio. Kitu ya pili, hiyo shamba ingine anasema zui alinunua zui wapi ijulikane venye iko. Si aliconvince hiyo shamba wapi ama tumurushie ugonjwa. Huyu mzae alikuwa amesema ako na ng'ombe, zui ni vitu kama hizo. Najua Safichiwa ako na ng'ombe na ako na hizo mbuzi.
hiyo mali yake irudi. Kitu ya Ng'ombe ziko wapi? Ni chifu alichukua. Kitu ya tano ni huyu mzee akae hapa bila ile kudharauliwa ama kuheshimiwa, aidha kukuwa na ile akui comfortable sababu ya na kijiji hapa. Hao watu wakiwa wawili, apart from ameongea ukweli yeye na chief. Ndio. Chief nataka kwanza hiyo kiti nini, na in case kama inaweza kuwa vizuri wote waende ndani. Asante. Wenye ama mzae unasema na kuunga mkono. Yeah. So hiyo tu ndio kitu yenye hapa na I think inaweza kuwa somo, ndio at least hata wanakijiji huku waseme huyu mzee alinyang'anywa mali yake akawekwa ndani, kukakuja tu mambo ya Mungu ikatendeka, akarudi akatoka ndani akarudi kwa boma yake, walikuwa wamemweka ndani wakaenda ndani. Na pia iwe funzo kwa wanawake wengine wenye akili potovu kama yake. So hii shamba irudi, mwenye aliuziwa kuja arudishe do ama arudishe shamba, huyu atajua pale. Okay, sawa, asante, nimesikia mnachohitaji, lakini kabla hata tukuje kwa kurudisha shamba, ningependa nipatane na huyu mnamuita sub chief. Lazima tupatane. Ningependa nipatane na huyu sub chief ndiposa tuone huu ujasiri wake wa kufanya haya yote umemfikisha wapi, lakini kwa unajua hakika chochote kilichoitanishwa na Joseph kitarudi mikononi mwake. Chochote kilichoitanishwa na nini? Najua ulifurahia pesa ya hiyo shamba, ukafurahia kuuza miti, ukafurahia kila kitu. Hakika ni kwamba haki yake na itarudi moja kwa moja. Na pesa zitatoka wapi? Ni wewe unajua pahali zitatoka. Hata unashaka na hilo. Mchukue loan mrudishie. Gari itarudisha. Bwana ni mtu wa serikali. Atachukua loan. Hivyo basi sina shaka kusema ya kwamba Baba Susan, haki yako na itaipata. Susan, usiwe na shaka ya kwamba babako amepoteza kitu chochote. La hasha, haki yake na ataipata. Ni sawa sawa. Chochote ambacho mnachosema kiliitanishwa na jina lake ni lazima na akaipate. Ni sawa sawa. Hivyo basi la ziada ningependa nipatane na huyu sub chief, sababu hata kusema hakika hii shamba ni yeye ameimiliki. Si ati kusema ameuzia ni mtoto wake ama ameuzia nini? Mtoto wake. Hakuna cha mtoto wake. Unajua ukweli kutoka mwanzo hadi mwisho. Unaujua vizuri. Na wakati huu chief, sababu ndiye anakupea mabawa, unasikia ya kwamba ndio ningependa nipatane na huu sub chief pia yeye nisikie ukweli wake, sababu mmeshirikiana hivi ukweli. Nipate story yake kuhusiana na hili. Lakini nina hakika ya kwamba Mungu aliyetufikisha hapa ni yeye atatusaidia na atatuwezesha haki ya mzee kupatikana. Na pia tukitoka kwa mzee kuna haki ya mtoto wako, na isitoshe mtoto, mama ya mtoto anaitwa Veronica. Mtoto wako ukasema ya kwamba ukaambia huyu mtoto ya kwamba mama yake amekufa, ila unajua ukweli mama alipo. Hiyo ni haki. Sikujua mahali mama msichana wangu. Hata kujifanya kwa. Sikujua yuko wapi. Wenye walitoka wakaenda naye kazi walirudi wakaniambia msichana wako aliaga. Bado ukweli hauko. Vitishaje kwa aliaga? Na okay, ni sawa, aliaga kulingana nawe. Akaaga kulingana nawe. Aya, ni dhirisho gani utaonyesha tuambia huyu ndio mtoto wako? Halikufa akazikwa hapa. Kaburi lake liko wapi? Hakuletwa kuzika, ndio nafuatilia. Lakini mtoto wangu yuko wapi? Lakini una hakika na una juhudi za kusema ya kwamba hili lilifanyika. Usiwe na shaka. Haya yote tutayajua, sababu hii yote ilikuwa coordination na huyu nayeita bwanako chief. Lakini haki na tutaipata. Hivyo basi sina shaka. Baba Susan, ningekuomba kwanza tupatane na huyu sub chief wa kwenu ambaye ako na huu ujasiri wote. Atuambie. Tungepatana nao wakiwa wawili. Ndio. Watuelezee jinsi ambavyo waliweza kushirikiana kuuza shamba na kwa idhini ya nani. Ndio. Naam. Hivyo ndivyo nataka. Hivyo basi hata nisipokuweko watoto wangu wako. Ndio. Huyu anaweza kutoa idhini. Ndio.
akubali iuzwe ama isiuzwe. Asante. Lakini hajafahamishwa. Ni kweli. Ndio, hata kama nilikuwa ndani, lazima msichana wangu aelezwe kila kitu. Asante. Ana haki ya kujua mali ya babake inatumika vipi. Ndio. Naam. Hivyo basi sina shaka lolote. Naam. Kijana yangu, mimi nitawaruhusu. Mama Susan, tayari lini kunipatane na huyu sub chief wako ama huyu bwanako? Tamuongelesha. Hakuna kumuongelesha. Kesho hii shamba inapaswa kurudi. Utamuongelesha. Tukumuongelesha. Unajua hata kabla ya yote kufanyika bado wako na ule ujasiri. Ataki. Na kiburi. Kiburi iko juu sababu wanajua ya kwamba mnafikiria ya kwamba watu wa serikali hakuna jambo linaweza wafanyia. Wanafikiri ya kwamba jinsi wamekuwa wakifanyia watu wengine ndio. Kama mtu katajichora vumbi. Vumbi yenye mtaona? Vumbi gani? Simuona tumeonjeshwa kidogo hapa. Ama urudishiwe. Vita hapana. We deal with fire. Sawa. Vita hapana. Sawa sawa. Sina shaka. Guys, I think tutafika hapo sababu ya masaa. Story za Wednesday kesho tunataka sub chief. Aidha akuwe ama asikuwe daktari, utafanya kazi. Atajileta hapa. The same spot na kesho kitu kingine nita request. Kesho I think title deed hii shamba iko. Aidha ilikuwa imepewa chief. Akikuja hapa tukuje hata before tukuje tuongelee story yenye imetuleta hapa, akuja na title deed. Huyu atajua venye atadeal na yeye, alikuwa ameolewa na chief. Chief atajua venye ataongea na kijana wake. Na apart from hiyo bado kuna ng'ombe zinahitajika. Sawa. Hiyo shamba ingine bado inahitajika. I think hiyo ndio ulinunua na pesa za hata nyumba hiyo. Sasa hakuna haja tuanze kubembelezana. Nyumba mtasimamisha na chief jile mlishirikiana kule mlishirikiana. Hakuna story za maana. Sasa nataka unaona kiburi venye ilikuwa juu. Hiyo tu nini wache remain kwa hapo. So guys, I think tutafika hapo. Kesho nataka tupatane hapa the same time. Chief akuwa hapa na hizo magwanda zake, kiburi yake, Promax. Huyu madhali nilikuwa nishamwambia napea sub chief siku 2. Ataona vumbi. Wacha endelee, unaweza toka ende kuongea na huko. Utaki stories zenu sasa hata nini na wewe. Toka enda uongee na huko, mwambie harakishe na kuja na nini Mariam. Kuja kesho na gari. So guys, wacha tufike hapo. I think hiyo itakuwa best lesson kwa huyu madhe. Sawa. So Susan, kufikia hapo mambo iko aje? Kwa msuri. Vero, mambo iko aje? Nzuri sana daktari. Chonjo. Haya, so guys, wacha tufike hapo tupatane kesho. For now, bye bye.